Forimark Pollinator simulizi na kukaribisha tena katika simulizi ya Harufu ya Subira, Mapenzi ya Tandiwe na Baraka, sehemu ya pili. Je, baada ya Tandiwe Moyo kuondoka nchini Malawi, nini kilijili nyuma? Nchini Malawi, katika mji tulivu uliopambwa na miti na nyumba za matofali mekundu, kijana mmoja alikuwa amesimama dirishani akitazama mbali, kana kwamba alikuwa anasubiri kitu ambacho hakijawahi kufika. Jina lake alikuwa Chikondifiri. Mikono yake ilikuwa mifukoni, macho yake yakiwa yamejaa mawazo mazito. Meza yake ya chumbani ilikuwa na picha moja tu iliyopigwa miaka mingi iliyopita. Ni yeye na msichana mmoja mdogo wakiwa wamevaa sare za shule ya msingi, wakicheka bila hofu ya dunia. Msichana huyo alikuwa Tandiwe Moyo. Tangu siku hiyo ya mwisho walipoagana kabla Tandiwe Moyo hajaenda Tanzania kusoma, maisha ya Chikondi yalikuwa yamesimama kama saa iliyopoteza betri. Alijaribu kusoma, alijaribu kufanya kazi, alijaribu kutoka na wasichana wengine, lakini kila jaribio lilikuwa linagonga ukuta ule ule. Tandiwe alikuwa bado anaishi ndani ya kifua chake. Walikutana wakiwa watoto. Chikondi alikuwa mkubwa kwake kwa miaka 6. Alikuwa binamu yake, damu ya ukoo mmoja. Lakini mapenzi hayajui ramani ya familia. Alianza kumpenda taratibu, kimya kimya, kwa heshima na hofu. Alimchukua shuleni, alimnunulia vitu mbalimbali, alimfundisha hesabu, alimsikiliza pale alipokuwa akilia, na bila kujua akawa mwanaume wa kwanza kabisa katika maisha ya Tandiwe, aliyemfanya ajisikie salama. Lakini hakuwahi kusema. Aliogopa, aliheshimu mila, aliogopa kuvunja familia, na alipochelewa kusema, wakati ulikuwa tayari umeanza kumpora. Siku Tandiwe aliposema anaenda Tanzania kusoma sheria, Chikondi alihisi kama dunia imepasuka chini ya miguu yake. "Utanisahau?" alimwambia kwa mzaha wa maumivu. Tandiwe alicheka. "Wewe ni ndugu yangu. Nitakurudia kila likizo." Lakini Chikondi hakumaanisha udugu. Miaka 2 baadaye, Chikondi alijaribu kufanya kile ambacho alipaswa kufanya zamani. Alienda kwa baba yake Tandiwe, Mheshimiwa Patrick Moyo, mbunge na mjumbe wa kamati ya sheria na maadili. Kwa heshima, kwa sauti ya kiume aliyekusanya ujasiri wake wote, alisema, "Nampenda Tandiwe, nataka kumuoa."
Niko tayari kufuata taratibu zote za kifamilia. Baba alimwangalia kwa muda mrefu. Wewe ni binamu yake? Alisema taratibu. Hilo ni jambo zito. Nafahamu, lakini mapenzi haya hayakuanza jana. Mheshimiwa Moyo alisita. Subiri Tandiwe arudi nyumbani likizo. Tukae kama familia, tuzungumze kwa hekima. Chikondi alitoka pale akiwa na tumaini dogo. Siku 3 baadaye, simu yake ililia usiku wa manane. Namba ilikuwa ya Malawi News Network. Unamfahamu Tandiwe Moyo? Ndiyo, kwa nini? Yuko Tanzania, amepata ajali ya gari. Alishikiliwa kwa kuvunja sheria za barabara. Watu wameumia vibaya. Simu ilidondoka mkononi mwa Chikondi. Ndani ya dakika moja, mapenzi yake yakageuka kuwa wivu. Ndani ya dakika ya pili, yakageuka kuwa hasira. Ndani ya dakika ya 3, yakageuka kuwa uamuzi. Hakuna Mtanzania atakayenichukulia Tandiwe, alijisemea. Tandiwe alikuwa bado anaishi ndani ya kifua chake. Tunaweka nukta katika sehemu hii, huku tukisubiri sehemu inayofuata ya simulizi yetu ya Harufu ya Subira, mapenzi ya Tandiwe na Baraka. Bila kusahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu, kwani maoni yako ndio yanatupa nguvu ya kuweza kukusogezea kazi zingine mpya.